unakwenda kutolewa leo wa shilingi milioni 687, lakini tangu tumeanza mwaka huu mpaka sasa hivi halmashauri ya Mbozi imetoa fedha zipatazo bilioni 2 na milioni 18. Fedha hizo zimekwenda kwenu nyinyi vijana, zimekwenda kwenu nyinyi akina mama, lakini zimekwenda kwa ndugu zangu watu wenye ulemavu. Lengo ni kuwasaidia kupata mitaji ili muweze kubadilisha maisha yenu. Naomba mjipigie makofi. Kwa hiyo mpaka sasa tuna wanufaika wapatao 1756 ambao tayari wameshapata mitaji kutoka kwenye chanzo hiki cha mapato ya ndani, na kazi tutaendelea nayo kuhakikisha kwamba tunawawezesha ili muweze kubadilisha maisha yenu. Kwa hiyo ndugu zangu, mambo haya ya kuweza kuwawezesha wananchi kiuchumi, ikiwemo makundi hayo ambayo nimeyataja, ni takwa la msingi na sisi tutaendelea kuyatekeleza, na wajibu wetu kama mkoa ni kuendelea kutekeleza maelekezo haya ya rais wetu Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, kukimbia na kuendana na dira yake yeye anayoitaka, lakini ni kutekeleza ilani ya Chama cha Mapinduzi ili tuweze kubadilisha maisha ya wananchi wenzetu tunaowahudumia, kwa sababu rais wetu amejipambanua na ameonyesha bayana kwamba anatamani anapotaka kuondoka madarakani mwaka 2030 awaache vijana wa Kitanzania wanaojishughulisha na sekta ya maafisa usafirishaji, bodaboda, bajaji, shughuli zao wanazozifanya ziwe zimewasaidia kubadilisha maisha yao, watoke kuwa maafisa usafirishaji na wao waweze kumiliki vitega uchumi vikubwa vitakavyowasaidia kufanya uwekezaji mkubwa kubadilisha maisha yao, na hilo linawezekana. Anatamani kuwaona wamachinga ambao leo hii wana mitaji midogo midogo, ikifika mwaka 2030 wawe wametoka kuwa wamachinga na wao sasa wanamiliki biashara kubwa na wanachangia kwa kiwango kikubwa katika maendeleo ya nchi yetu. Anatamani kuwaona mamalishe, babalishe. Tunaona juzi pale kulikuwa na mkutano mkubwa wa mamalishe na babalishe pale Dar es Salaam. Ni kwa mara ya kwanza katika historia ya nchi yetu Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kukaa na mamalishe na babalishe, lakini imetokea katika serikali ya awamu ya 6 ya Dr. Samia Suluhu Hassan. Matamanio yake anataka kuwaona mamalishe na babalishe haya ikifika mwaka 2030 wawe wamekuwa na uwezo wa kuwa na kipato kikubwa zaidi, waongeze biashara zao, lakini wafanye shughuli ambazo zinaweza kuwapatia kipato kikubwa zaidi ili waweze kubadilisha maisha yao. Anataka kuwaona wakulima ambao leo hii wanalima wakipata mazao machache, lakini wapate mazao mengi zaidi, lakini wabadilishe maisha yao. Kilimo kiwasaidie, kiwatoe kutoka kwenye hatua moja, lakini wafike kwenye hatua nyingine. Lakini hali kadhalika anataka kuona kila Mtanzania maisha yake yakiboreka. Hayo ndiyo maono na matarajio ya rais wetu Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan. Mama Samia oye! Mama Samia oye! Sasa ndugu zangu, sisi kama watumishi wenu ambao ni wasaidizi wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kazi yetu sisi ni kutekeleza hayo yote na kurahisisha utekelezaji wa mipango ya Mheshimiwa Rais. Ndio maana tunafanya forums kama hizi, ndio maana tunafanya mikutano ya kuwafikia huko, ndio maana tunawaleta wataalamu hao wanakuja kuwapatia maarifa, kwa sababu mkipata maarifa yatawasaidia sana kuyatumia kwenye kuboresha shughuli zenu mnazozifanya na hatimaye tunabadili maisha yetu. Kwa hiyo maarifa yote ambayo tuliyopata kwenye kongamano hili, matarajio yangu sisi vijana, sisi akina mama tunakwenda kuyatumia. Tumejifunza hapa fursa mbalimbali zinazopatikana. Yawezekana kuna fursa ulikuwa unaziona lakini huwezi kuzitafsiri. Leo hii umejifunza. Twendeni tuzitafute hizo fursa, twendeni tuzichangamkie hizo fursa zote zinazopatikana katika wilaya yetu, katika mkoa wetu, lakini katika nchi yetu ya Tanzania. Lakini tumejifunza mbinu mbalimbali na mitaji inapopatikana ni wapi, taasisi gani zinahusika kwenye utoaji wa mitaji, tumezifahamu.
twendeni tuchangamkie. Wako wengine wanadhani kwamba tunaposema serikali inatoa mitaji kwa vijana, kwa kina mama na watu wenye ulemavu, wako wengine wamekuwa wakizungumza porojo mitaani kwamba uongo, mitaji hiyo haitolewi. Lakini ushahidi ni huu. Leo viko vikundi vinaenda kupokea fedha shilingi milioni 680 na milioni 687, lakini viko vikundi tayari tumeshazipatia fedha zaidi ya bilioni 2. Sasa yule ambaye anasema serikali haitoi hii mikopo, hayo maneno anatoa wapi? Wakati sisi hapa Mbozi, Tunduma, jana tumekabidhi hizo fedha na vijana wa Tunduma leo hii tayari fedha zimeshaanza kusoma kwenye akaunti, wameshaanza kufanya shughuli zao za uwekezaji. Lakini tunatamania kwamba fursa zingine mlizojifunza kutoka kwa watu wa SIDO, wenzetu wa PPRA leo wamekuja. PPRA pale wanasimamia utaratibu ule wa kuhakikisha kwamba 30% ya tenda zote zinazotolewa na halmashauri na taasisi mbalimbali za serikali ziende kwa vijana, kwa sababu tunatamani kama kuna vijana wanatengeneza furniture hapa, halmashauri wanapopata mradi wa utekelezaji wa madarasa, kazi ya kutengeneza meza na viti ni kazi yenu nyinyi vijana. Tunapopata miradi ya kutekeleza miradi sio ya majengo gani, kama kuna kazi ya furniture, wako vijana hapa tunawapa mkopo. Hao vijana ndio wapate hizo tenda. Kuna vijana hapa ni wajenzi, tunapopata kazi za ujenzi wa majengo mbalimbali, vijana ndio mpate hizo kazi za kwenda kujenga. Kuna kina mama hapa wanajihusisha na mamalishe, babalishe. Kila siku kwenye ofisi zetu tumekuwa na vikao ambapo tumekuwa tukivifanya. Tunatarajia mama zetu wapate hizo kazi za kuweza kupeleka chakula katika maeneo hayo, lakini na shughuli zingine nyingi ambazo zinazofanyika. Matamanio yetu ni kwamba ninyi vijana ndio mpate, ninyi akina mama ndio mpate, na ndio maana tumewaleta wale wataalamu waweze kuwajengea uwezo pamoja na wataalamu wengine walioleta.